serikali kuna nafasi ya kupata skills ndio uweze kujisimamia na kufanya kazi yako mwenyewe. So mimi nawauliza nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, take advantage, jitumeni kwa hiyo program, jitume kwa program ya Nyota, jitume kwa program ya export of labor, jitume kwa program ya digital jobs, jitume kwa program ya affordable housing na market na hizo zingine. That is how we are going to change our country. Na ndio mimi nataka niwaeleze, that is our plan. Na ndio mimi nimesema kama tungefanya mambo haya tunafanya saa hizi, Kenya tayari ingekuwa imebadilika. And that is why I am confident, very confident, that this country is going to change in our lifetime. We are going to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime. Mnanielewa, my friends? Mnanielewa? So, and I am talking to you straight to your faces. Because Kenya hii iko na propaganda nyingi. Kuna watu wengi hawawezi kusema vile watapanga vijana wapate ajira. Wanasema ati watapanga vijana vile watapiga kura. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, husemi ya kwamba unapanga vile vijana watachaguliwa? Hapana, unasema wewe unapanga vile vijana watakupigia wewe kura. Watakupigia wewe kura ndio wapate nini? You know, kama wewe unatafuta kura ya mtu, give him a plan. What is in it for them? Wewe unataka kupigiwa kura na wao nini yao iko kwa hiyo kura yako? Sijui kama tunaelewana, my friends. Si ndio? Na ndio nimewaambia hawa viongozi wengine wote hawa, mambo ni matatu. Si ndio? Mambo ni mangapi? Tafuta sera, agenda na manifesto na program. Number 1. Number 2, utueleze vile hiyo program yako utaimplement, pesa utatoa wapi. Na number 3, tupatie track record yako. Bana. Sasa mimi nataka niwaulize, kama mtu amekuwa uongozi miaka 10 ama 20 ama yule wa 40 na hana track record ya kufanya kitu yoyote, sisi tutacheza na kamari na mtu kama huyo? Ati tufanye siasa ya guesswork? Ati pengine amepata ujuzi hapa, amekuwa mwerevu all of a sudden tutacheza hiyo kamari? Mimi nataka niwaambie, hatuna time ya kuwaste. Hatuna time ya kupoteza na watu wa kucheza karata ya pata potea na guesswork. You must give us a plan. You must demonstrate to us that you have a track record of doing something. Ama namna gani? Yes. Hiyo ndio maneno tuko naye kwa kiwanja saa hizi. So, ndugu zangu, mimi nataka nimalizie kwa kueleza hivi. Hii mpango yote ambayo tunafanya, mimi nilisema ya kwamba this program and every other program, whether it is the export of labor, whether it is affordable housing, whether it is digital jobs, must be in every part of the Republic of Kenya. Because we do not want any county, any region, any community, any sector of our society, or anybody for that matter, to be left behind. We must move together. We must move together. Na mimi nawauliza vijana, tusikubali kuingizwa kwa siasa ya ukabila. Sijui wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mluya, sijui Mjaluo, sijui Mkalenjin, sijui nini. Hiyo ni siasa duni. Mtu kama hana agenda
atauza ukabila. Mtu kama hana mpango anauza chuki. You know? Mpaka wanafikia watoto wetu shuleni. Unataka kwenda kugawanya watoto shuleni. How desperate can people be? Let our children be. Let our children learn. Those children are Kenyans. Wherever they come from, whatever community they belong to, they are our children, the children of Kenya. Nyinyi mnanielewa? Tafuteni agenda, wachana na ukabila, na chuki, na fitina, na propaganda. Tafuteni sera ya kutangaza kwa wananchi wa Kenya. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee, si namna hiyo? Wacha niwamalizie kwa kuwapatia, sikia my friends. Wacha niwaeleze ya mwisho. Unajua kuna watu wengine hawaamini mpaka saa hizi ya kwamba it's possible to transform this nation. Let me give you one example. One, hii Kenya 3 years ago, savings yetu ya Kenya mzima hii ile iko kwa NSSF, savings ya 60 years ilikuwa 320 billion, 312 to be exact. When I came into office, nikasema wacha tufanye vile best practice duniani kote. How do we increase our savings culture? Tukabadilisha sheria, tukabadilisha contributions. In 2 years, my friends, in 2 years, tumetoa pesa savings ya Kenya ya NSSF from 312 billion. Today, it is 670 billion. In 2 years. In 2 years, we have doubled our savings. By next year, we will have 1 trillion shillings saved by our NSSF. Mimi niwaulize, what's going to happen in 5 years? What's going to happen in 10 years? What is going to happen in 20 years? We will not be borrowing money from any country. We will be borrowing our own money in Kenya. And that is why I tell you, in our lifetime, we have the capacity to change this country